Hey, shalom everybody. Sasa kumekuwa na ile swali kwamba Yesu ni Mungu au Yesu sio Mungu, na imekuwa ni debate ya karne na karne mpaka sasa hivi. Kuna watu wana debate, na sio debate tu, lakini pia hata ndani ya mwili wa Kristo kuna waumini mpaka sasa hivi hawaamini kwamba Yesu ni Mungu. Yani it's just like they can't say, lakini rohoni wanasema okay, mimi najua tu Yesu ni Mungu na naamini naabudu tu kwa sababu siwezi kusema ni wakwaza wenzangu, lakini najua Yesu. No, Yesu ni Mungu. Nataka nikupe confidence, Yesu ni Mungu. Licha ya kwamba kuna vifungu vingi, sehemu nyingi sana zinaonyesha kwamba Yesu ni Mungu, ambayo inaweza siwe ni dialect, kwa sababu kuna wale wanapenda kuuliza, nionyeshe kwenye Biblia sehemu iliyoandikwa Yesu ni Mungu, na from today naamini na kwa Mkristo bla 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 bla, you know. Biblia kuna sehemu nyingi ambazo haijaonyesha straight. Hizo sehemu zipo nyingi sana, na ndio maana ziko zinatumika mara nyingi kwenye kudebate. Ikiwemo ile kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Lakini pia kuna ile kwamba kabla Abraham hajawapo mimi nilikuwepo. Na vifungu vingine vingi. Ukiacha pia ile kwamba kwenye Ufunuo Yesu anasema kwamba mimi ni Alpha na Omega. Lakini sasa nataka nikuonyeshe kifungu ambacho utakitumia wewe kama wewe ili kuboost confidence yako kwenye unachokiamini, lakini pia kwenye kuwasaidia wengine ambao bado hawaamini kwamba Yesu ni Mungu. Let's do this. Sasa kifungu kinapatikana kwenye kitabu kidonjo. Kitabu kina sura 3, kimejibana mwishoni mwa Biblia. Yaani kama hizi ni nyumba, hizi ni zile za Manzese. Sasa inasema hivi kwenye Tito sawa, hichi kifungu sawa, Tito 2:13 inasema hivi, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Oh, hallelujah. Kuna mtu mwingine anasema, hapa inamaanisha watu wawili, Kristo na Mungu. No. Ukitaka ili nimefanyia research, yani hii sijaisoma tu kwamba nimeisikia afu nikaisoma, no. Hichi kifungu nachokwambia nimekifanyia research, nimegoogle, nimeuliza everywhere kupata ile full confidence ya kwamba hichi kifungu Paulo alikuwa anasema specifically about Jesus. Kwa sababu mwingine atasema, hapa inasema Kristo Yesu Mungu mkuu, kwamba nitakuwa namwongelea Mungu na inamwongelea na Yesu. No, inamwongelea huyu mtu mmoja, na ndio maana mstari unaofuata wa 14 unaanza na ambaye. Kama ingekuwa naongelea watu wawili asingeanza na ambaye. Ambaye inamaanisha mmoja ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Nani alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu zaidi ya Yesu Kristo? Kwa hiyo hii Tito 2:13 usisahau kwenye maisha yako. Usisahau kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema atazaliwa mtoto naye mtamwita Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Yaani Yesu ni Mungu aliyekuja kuishi pamoja nasi. If you still don't believe, I don't know what else should I do.